Hakuna pahali katika statement yangu niliposema kwamba nitafukuza Watanganyika. Mimi sikutaja neno Tanganyika. Mimi najua mzawa ni Mtanzania. Sheria zipa inamzungumza mzawa wa Tanzania, sheria ya utalii. Hakuna pahali nimesema ambapo mzawa ni. Lakini sasa kuna watu wanatafuta kiki ya siasa katika kipindi hichi cha kuharibu hali ya hewa ya siasa. Mimi mtu mzima nafahamu, lakini naomba Watanzania wenzangu tuache kabisa kutafuta kiki ya siasa katika kupandikiza chuki kwa wananchi. Ni jambo baya. Chuki ya ubaguzi wa rangi, chuki ya ubaguzi wa kidini ni jambo baya sana. Kwa mfano, wamechukua picha zangu tangu nilipokuwa naibu waziri wa afya na kiti cha wizara ya afya, ameweka kwamba anasema hatakiwa Tanganyika, atawafukuza, atafanya mapinduzi. Sasa wako walozungumzia ajira, tunajua kweli Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184 hoteli zilizokuwa registered zipo, na ukenda kweli mheshimiwa naibu spika, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli, ipo kweli na nabisha. Sasa jukumu letu sio wizara ya vijana ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba walokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tu mchangani tatumia, watakuwemo tu. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano, sihitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibar walikuwa 27. Yes. Sasa hapo ni mapinduzi, hiyo ni kazi nimepewa mimi na rais kuhakikisha sasa watoto 27 ndio wao wageni, walobaki wote wawe wenyeji. That's my role. Kwa nakushukuru, namshukuru sana mheshimiwa rais. Mimi najua kazi yangu, Shabani anajua kazi yake, au Musalama anajua kazi yake. Tuaminini, tupitisheni pesa mrembo leo ukaone kazi hii unapokwenda kuifanya. Hilo ni jukumu letu katika rais, na kiapo tumekula kuwatafutia vijana ajira wanazipata, kwa sababu nakwambia rais amesema ajira ziko 3.5. I promise you Zanzibar kuna ajira 1.3. Huo ndio ukweli ambao upo. Sasa nilichokuwa nakisema, sasa kuna watu wamezuka wanasema kwamba lakini sasa kuna sababu ya kwa nini vijana wetu wa Kizanzibari hawamo katika ajira zile. Sababu ya kwanza, vijana wetu wa Kizanzibari, mimi Mzanzibari, lakini tuliaminishwa kwamba ajira za serikali ndio ajira, ajira za binafsi si ajira. Sasa hii imekuwa attitude ambayo tunayo wa Zanzibari, lazima ajiriwe na serikali. Na mfano umeona vikosi, kila mtu Zanzibar anataka vikosi kwa sababu serikali. Lakini la pili, kuna mindset kwamba unapofanya kazi katika sekta binafsi utatumwa kama punda, na vijana wetu hawataki kutumwa, wengine hawataki kufanya kazi, hawataki kusimamiwa. Sasa wanajua sekta binafsi utakuwa unatumwa, nafasi huna. Lakini tatu, hasa katika mahoteli, wanaona kama kufanya kazi katika hoteli kama uhuni. Lakini mimi sioni uhuni. Sasa mindset zao, attitude zao na fikra zao lazima tuzibadilishe, kwamba jamani, kazi sio serikalini tu, kazi kuna kwa private sector. Watu wenzetu wanatoka nje ya Zanzibar, nje ya Tanzania, wanakuja kuchukua kazi hapa, wanafanya kazi. Kuna mzuri nilikuwa naotoa leo asubuhi, napita Amani kwenye flyover, dada anaoendesha truck, ni dada wa kutoka Kenya, anaendesha bulldozer pale, truck ni kutoka Kenya, anaendesha pale. Sasa unajiuliza kwa nini vijana wetu hawamo? Sasa hayo lazima, kama naibu waziri vijana, ajira na uwezeshaji, lazima nina wivu ya kutaka vijana wangu na wao waingie katika ajira hizi ili wafaidike. Mimi kazi yangu ni kusimamia ajira za private sector. Sasa niliposema hivyo, lakini kuna wengine wamechukulia vibaya. Kasema niliposema neno nilitumia kwamba umefika wakati lazima tufanye mapinduzi. Nilifanya mikono hivi, tufanye mapinduzi. Na mapinduzi ni kweli, tufanye mabadiliko. Kama walikuwa wanafikiria ajira ni serikalini tu, no. Sasa hivi lazima wabadilike. Wafikiria kumbe ajira sio serikalini. Kaja mtu juzi hapa anambia, mheshimiwa, wewe ndo naibu waziri wa ajira, nisafanya lolote mwanangu apate ajira. Nikamwambia mimi ajira yangu ninashughulikia private sector, mahoteli. Aliruka ajira profesa mesitaki. Kwa nini? Kwa sababu kule serikalini hawasimamiwi. Mara kenda kazini, mimi nilikuwa ni waziri wa afya, kuna siku anakwenda kazini, kuna siku hendi, lakini anajua mshahara tarehe 23, tarehe 24 mshahara utaingia. Lakini hatuwezi kuwachukulia kila siku, lazima tuwaelimishe, tuwafundishe na tuwaingize private sector. Ajira ziko private sector, wanatoka watu nje ya Tanzania, nje ya Zanzibar, wanakuja kuchukua ajira hapa. Nyie mpo, ukienda mle ukifanya utafiti kweli hao vijana wetu hawapo.
Ushanifahamu? Hawamo. Sasa lakini ndio jukumu letu sie wizara kuhakikisha bila kumfukuza mtu, bila kumuonea mtu. Lakini hakuna pahali katika statement yangu niliposema kwamba nitafukuza Watanganyika. Mimi sikutaja neno Tanganyika. Mimi najua mzawa ni Mtanzania. Sheria zipa inamzungumza mzawa Tanzania, sheria ya utalii. Hakuna pahali nimesema na mtu anaweza kufukuzwa. Soko la ajira la mahoteli ni kubwa, hata hatuliwezi. Sisi sote Zanzibari 100 ngapi wakaingie bado halija, na mahoteli yanajengwa kila siku. Kwa hiyo bado wanahitajika watu, lakini Wazanzibari na Watanzania lazima waweze kufanya kazi na kufaidika katika soko hilo.